Ukraine na Russia war. Iwezi kuwa Ukraine na Russia war. Hata hawa ajui Zelensky akiulizwa Mombasa ni wapi pengine itafanya utafiti wa hali ya juu. Kwa hivyo lazima sisi tusimamie mambo yetu. Na kwa hivyo wakati wa kutoa msimamo ni sasa. Na alivyosema wakati mwingine sio kama sio sasa, ni sasa hivi. Kwa hivyo Mungu awe pamoja nanyi. Dada yangu Martha Wangari Karua, huyu ni mkakamavu sana kwa mambo yote. Asante. Salamu alaikum. Asanteni sana kwa kuja kutoa maelezo yenu, na poleni tumekuja tumechelewa, lakini ndugu yangu ameomba msamaha na mimi pia naomba msamaha. Tumeona ni afadhali kuchelewa kuliko kukosa. Ndio mjue tunasimama nanyi na nyinyi ni ndugu zetu na lazima tuwasikilize. Ya kwanza ni kusema nchi yetu imekosa mwelekeo. Tangu tunyang'anywe haki yetu na koti ikose kukosoa wenye kutunyang'anya haki, Wakenya wanaendelea kunyanyaswa. Mambo ya uchumi sitaki kuongeza sana sababu ishasemwa. Na ile muhimu wakati huu ni kutatua yale mambo inafinyilia Wakenya. Sio kuwa vibaraka wa kufurahisha wengine na Wakenya wamefinyiliwa. Mimi nataka tu kuhakikishia katiba article 45, ukiwa na nafasi uende uangalie. Hiyo ndio ina protect au kukinga familia. Na inasema doa ni ya... na hiyo ni mwisho. Pia katiba yetu article 27 inasema upaguzi umepigwa marufuku, iwe ni wa dini, iwe ni wa aina yoyote. Kwa hivyo kufanya kikao cha serikali ni kikao za watu sio wa dini moja, sababu hata si wa Kristo wote na si evangelical wote, ni wachache. Kuifanya ya kwamba ni mahali ya maombi ya wachache, hiyo ni kinyume cha katiba na sheria za Kenya. Hiyo jengo ni letu. Ukitaka kuitana maombi, ita watu wote. Hata wakati tuliitana Jivanji yetu ilikuwa interdenominational. Haiku abudu Mungu. Na kwa hivyo sitajibu, kinara wetu atajibu, lakini tuko hapa kujiunga nanyi na kusema kama Wakenya tusimame pamoja, ndivyo tutatue shida zetu. Tukiendelea vile tunaendelea, hii nchi itazabaratika na wananchi wataumia. Leo hii tunaambiwa watu zaidi ya milioni 6 wako na njaa, wako hatarini ya kupoteza maisha sababu ya njaa. Tumeona mifugo ikikufa sehemu mbalimbali. Ukiona mifugo imeenda, ujue wananchi washaenda kabla ya mifugo. Na hizo ndizo shida zile tunataka tutatue. Food subsidies, gharama ya maisha chini, na sio mambo ambayo hatuelewi. Asanteni sana. Na bila kupoteza wakati, nitamuita kinara wetu ndivyo aweze kuzungumza nanyi. Karibu sana ndugu Raila Amolo Odinga. Asante Martha. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir! 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 Asanteni sana. Karibuni sana hapa Azimio Center. Na furaha sana kukutana siku ya leo na viongozi wa Waislamu wa hapa Nairobi. Niliambia Waislamu wanataka kuja, nikasema
waji, wangekuja jana. Na karibu sana, tumechukua vile vile na mazungumzo na viongozi wenu pale nje. Na yale ambayo tumeongea pale, mmekuja tena kurudia hapa. Siku hiyo sitaki kushusha nyinyi. Najua kwamba wengine wenu unaenda, tuko na matanga siku ya leo. Dada yetu Hamida amepata msiba, manake amefiwa na dada yake. Tunamuomba Mola amweke pale pema peponi. Sasa nataka kwa muktasari kujaribu kukariri yale maneno ambayo tumezungumza hapa. Kwanza, tukiwa na viongozi wenu pale, wameongea juu ya maneno ambayo Wakenya wengi wanaongea juu yake siku hizi. Swala ya gharama ya maisha katika taifa letu. Gharama ya maisha imepanda, Wakenya wengi wanaumia zaidi. Wengine hata hawezi kuweka chakula kwa meza kwa watoto. Na inazidi kupanda. Ukisoma gazeti ya leo, tayari inapanda kwa sababu ya ongezeko ya ushuru ambayo inaongezwa kila siku. Sasa unaona juzi, kabla hii serikali ijaingia katika utawala, serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa na ile kinaitwa subsidies. Walikuwa wanatoa pesa ili gharama ya maisha isipande sana. Manake katika ulimwengu mzima kuna shida ya kiuchumi. Kuna mafunko ya kiuchumi katika ulimwengu. Kuna ile vita ambayo inaendelea kule baina ya Urusi na Ukraine. Na vile vile kuna kile kitu kinaitwa global recession. Ndio serikali mengi imechukua hatua ya kufanya gharama ya maisha isipande sana kwa watu hao. Hata huyu bwana Biden kule Amerika amekuja na sheria mpya ya kusaidia wa Amerika. Kule Brazil wamefanya hivyo hivyo. Kule Chile, Ujapani, India, hata bara ya Ulaya wamefanya namna hiyo. Hapa wanaingia ndani, na kitu ya kwanza kufanya ni kufutilia mbali hizo nini? Subsidies. Gharama ya mafuta, bei ya mafuta imepanda. Ya petroli imepanda. Ya diesel imepanda. Unga imepanda. Kila kitu imepanda. Kwa sababu hiyo ni moja. Pili, tunaongea mambo ya usalama katika taifa letu. Mnajua iko hali ya kutokuwa na usalama katika taifa letu. Kuna mauaji ya kiholela hapa na pale. Kuna mambo ya banditry huko. Kuna mambo ya hawa terrorists wanapiga watu hapa na pale. Hii vilevile imeleta hali ya taharuku katika taifa letu. Nataka hii maneno iangaliwe. Tatu ni mambo hii ya kufuta watu kwa kazi. Wafanyikazi wa umma wengi wanafutwa kazi. Wanafutwa kazi bila makosa yoyote. Ati sababu walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ambayo imetoka. Sasa hakuna kitu ambacho inaitwa security of employment. Katika nchi mingi zaidi kama Uingereza kuna kitu inaitwa Her Majesty's Loyal Civil Service. No, His Majesty now. Civil Service. Serikali inakuja na ndenda. Leo ni conservative, kesho ni labor, conservative na labor, lakini watumishi wa umma hawafuti kazi. Wako permanent and pensionable. Manake hiyo ndio kazi ambayo yeye aliamua kufanya. Akitoka kwa shule ameingia katika hiyo kazi na atafanya ili apate pension. So mtu ameshafanya kazi kwa serikali kwa miaka 20, anafutwa kazi kiholela bila makosa. Pale amefika hakuna kampuni ambayo inaweza kumwajiri yeye ampatie hiyo pension. Anaweka tu kwa barabara ati kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi kwa serikali iliyopita. Hiyo si haki, si sawa. Saa nyingine anafutiliwa kwa sababu yeye ni kabila mbaya.
kabila yake hatakikani katika hiyo kazi. Sasa unasikia yule ambaye ni namba 2, sitaki kusikuita yeye naibu wa rais, anakwenda pale anatoa kinywa chake anapiga kini, anabweka, anasema atio Kenya ni kampuni na watu wako hapa na hisa. Kuna wale ambao kuna hisa ya juu mingi zaidi, kuna watu ambao kuna hisa hapa kadri, wengine hawana. Na kazi yangu pale ni kuangalia wewe ni nani, wewe una hisa ngapi, uko hapa mbele. Kama wewe huna kisa, na kutoa wewe na kurusha wewe nyuma huko, na chukue yule ambaye ana hisa mingi na leta hapa mbele. Hii ndio kazi yangu. Na inafanyika, watu wanafutwa kazi kama umbwa katika taifa hili. Kila siku kasoma Kenya gazeti, kila wiki imejaa na watu ambao wameajiriwa mpya, madirectors, chairmen, parastatals, chief executives. Na utaona kabila moja hapa ndio mpaka wawe huku ndani, kabila zingine huko pale. Mnasema sababu hii mko na shares ati mlipiga kura pande hili. Wale ambao kupiga kura si wanatoa ushuru. Kwa hivyo hii vile ni maneno ambayo tunasema tutalani. Na hao viongozi walioni wameleta hiyo maneno. Ingine ameongea juu ya mambo ya ati Kenya ni nchi ya Kristo. Mimi ni Mkristo, mimi ni Mwanglikana, lakini mimi najua kwamba kuna Wakatoliki, kuna wale wengine wa Leja Maria, kuna wale wengine wa SDA, kuna wale wengine wa AIC na kadhalika. Wote ni Wakristo. Lakini vile vile Kenya iko na Waislamu, Kenya iko na Wahindu, Kenya iko hata na Wayahudi. Tuko pale na synagogue hapo ya Wayahudi. Kenya vile vile iko hata na wale wa Buddha wako hapa. Na vile vile wale ambao wanahubiri dini ya kienyeji ya zamani wako hapa. Ndio sababu tukasema katika katiba ati Kenya is a secular state. Kenya is a secular state. Mpaka wewe kama wewe ni kiongozi utambue dini zote. Na hakuna dini ambayo unaweza kusema ni ya juu zaidi kushinda zingine. Dini yote ni sawa. Unaweka dini zote zinaongea juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo vile vile tumesema tutalani. Ingine ni mambo ya haki ya Wakenya. Tumesema tunataka gharama ya maisha irudi chini. Pili tumesema mambo ya haki ya Wakenya. Wakenya walienda kupiga kura. Kabla sijaenda pande hiyo, mambo ya ushoga ngoji yake. Na Martha amesambia nyinyi katika kuna fungu katika katiba letu. Anasema fungu 45 ya katiba. Inasema, Martha, can you let me want to read it. Hiyo ndio katiba. Lakini kabla sijaenda hapo wakinitafute hiyo, Article 45(2) inasema namna hii: every adult has the right to marry a person of the opposite sex based on the free consent of the parties. Every person has a right to marry a person of the opposite sex. Kubaliana, mradi tu ya kwamba wamekubaliana. Opposite sex ya kwamba jinsia tofauti. Hiyo ndio katiba. Katika hii katiba mpya ambayo tulileta mwaka 2010,
miundo yake ya kwamba iko na pembe tatu. Hii katiba iko na pembe gapi? Moja ni bunge, pili ni serikali kuu inaitwa kwa kimombo executive, tatu ni mahakama judiciary. Kila moja hizo pembe iko na jukumu lake. Bunge iko na jukumu ya kutengeneza sheria miongoni mwa zingine, kutengeneza sheria. Pili, kuhakikisha kwamba serikali inafuata sheria hizo. Serikali kazi yake ni kutumia sheria ambayo imetengenezwa na bunge kutawala nchi, kutoa huduma kwa wananchi. Alafu mahakama kazi yake ni kuona ya kwamba katika utawala yake serikali haivunji sheria ambayo imewekwa. Hiyo ndio kazi ya mahakama. Unaenda kwa mahakama kama unasema ya kwamba wewe umedhulumiwa na serikali, ili mahakama ikusaidie wewe. Lakini sio jukumu ya mahakama kutengeneza sheria. Wakiona kama kuna mwanya katika sheria kama ukosefu au kadiri, wewe nenda kwa bunge ili sheria itengenezwe. Bunge bado hajatengeneza sheria juu hii mambo ya jinsia. Yale ambayo wale majaji wangefanya ni kusema kwamba unaendeni kwa bunge kikubali itengeneze sheria. Sisi tunasema tunapendekeza bunge itengeneze sheria kulingana na hii mfungo ya katiba yetu ya 45, ili kusiwe na wasiwasi yote. Na tutaheshimu ile sheria ambayo bunge itatengeneza. Tumeelewana vizuri? Mwisho ni kitu ambayo tunasema haki ya Wakenya. Wakenya wana haki ya kuwa na uongozi na serikali ambao wao wenyewe wanataka. Na hiyo wanafanya kwa kupitia kwa uchaguzi. Saa ile ambayo wanakwenda kwa uchaguzi, wanapiga kura ili wateue viongozi ambao wao wanataka. Inaitwa electoral justice. Hali ndio hesabu namna hiyo na ndio tangazwe namna hiyo. Hiyo ndio sisi tunasema. Na mimi najua sisi kama Azimio tulienda kwa uchaguzi na moyo mmoja tu. Tunajua tutashinda au tutashindwa. Tukishinda sawa, tukishindwa kwa njia halali sawa. Sisi wetu tunaweza kulalamika kama tumeshindwa. Kama unakimbia ile mbio ya mita 100 na mwenzako na mwana amekushinda, utasemaje kwamba wewe umeshinda? Si ndiye ameshinda? Asiyekubali kushindwa. Sisi hatukukubali yale ambayo yalifanyika katika Bomas of Kenya. Tungewaambia Wakenya kama sisi hatukuwa wana demokrasia, waangie kwa maandamano mara moja. Mnaona vitendo yale bwana Chebukati ambaye ni chairman ametoka akatoroka kwa masaa 8 akawacha wale commissioners pale. Imebaki bado constituencies 29 kujumlisha kwamba mimi tayari niko na matokeo. Wanauliza je, matokeo namna gani? Nilikuwa na kusubiri tumalize kazi. Anasema pana, maofisa yangu tayari amesajumulisha, imekwisha. Wakasema hapana, sisi hatuwezi kukubali. Anasema mimi ndio sheria imeweka mimi jukumu kama returning officer ya kutangaza matokeo. Na nitatangaza. Wale wakasema kama hivyo sisi hatuwezi kuwa na wewe kwa haya. Sisi tunatoka. Wale wakatoka pale wakaja hapo Seria Hotel.
Chebukati akaenda na wale makaragosi wake wawili wakatangaza matokeo pale. Mimi kama candidate nilikuwa sijaitwa, lakini yule ambaye tulikuwa tunashindana naye siku mbili kabla siku hiyo alikuwa tayari ameshalikwa. Hata wazazi wake walikuwa huko katika ukumbi. Mimi naambiwa dakika ya mwisho unatakana huko Bomas. Sikualikwa. Hiyo unaweza kuuliza hata wale ma commissioners watakwambia wewe. Hata wale wafanyikazi huko ndani. Kwa hivyo Chebukati alikuwa amepanga hiyo njama mapema kabisa. Na sisi tukamwambia Wakenya kwamba ngojeni bado tuko na mahakama. Tutaenda kwa mahakama. Tukaenda kwa mahakama. Tukapeleka kesi yetu huko. Mawakili wetu wakazungumza pale. Wakatoa sheria. Alafu wakasema tunataka tume ilazimishwe ifungue server. Server ni mtambo na pale kituo constituency inarusha na ngine ndani ya nyungu inaitwa server. Sasa mahakama ikatoa amri. Lakini wataalamu watu wetu walipoenda kule ambayo iko server, jamaa wakakataa. Hiyo kampuni ambayo ajiriwa ambayo ilileta hizo server hapa ikaandika barua inasema kwamba hatuwezi kufungua. Wakakataa kufungua server. Mawakili wetu wakarudi mahakamani. Ni wengine mungeona yule wakili wetu bwana Murgor akisema, my lords, we have not been allowed to access the server. We have not been allowed to access the server. Alisema mara mingi zaidi katika mahakama. Wale majudges wengine walikuwa tayari wamezungumziwa. Maneno itutaturisha. Ikawa namna hiyo. Mbia saba. Lakini wa jamaa hawakufanya chochote. Maana walijua kwamba saba ikifunguliwa ukweli itatoka. Ukweli itatoka. Na jamaa wangepata aibu. Lakini walikataa kufungua saba. Sasa mahakama ikatoa ile uamuzi yao ambaye ni uamuzi ambaye mliona mwaka 2017 tulipoenda mahakamani, kila judge alisoma uamuzi wake. Aliandika peke yake na kasoma. Hii uamuzi imeandikwa imesomwa na Chief Justice peke yake. Tunaelewa vizuri. Sasa sisi tukafanya nini? Tukaona kama hakuna chochote ambayo sasa imefika mwisho. Tukamwambia kwamba hatukubaliani na yeye uamuzi, lakini tunaheshimu. Lakini sisi tukasema mpaka tujue ukweli. Tulileta wataalamu kutoka ngambo. Wakaenda ile mtambo ya kuingia ndani ya server na kujua kitu gani iko ndani yake. Na wakafukua ukweli. Na Mungu vile vile, Mungu halali. Mungu asmani. Mmoja wa wafanyikazi huko ndani ambaye anaitwa whistleblower kwa kimombo, akapenya kuku ni matokeo, akasema hii mimi siwezi kulala na hiyo kweli. Na akatoa. Si alitoa? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi kwamba yale ambayo iko katika hii whistleblower ndio vile vile iko katika ile wataalamu ambao walitoka Amerika. Ni hiyo. Hiyo saba ikifunguliwa, hii ndio kweli ndani yake. Ya kwamba
mpinzani yangu Bwana Ruto alipata kura 5,900,000. Mimi nilipata 8,100,000. Hiyo ni ukweli mtupu, hakuna uongo wowote. Hiyo ni ukweli mtupu. Tena utaonyesha wewe wametoa hapa ndii hapa, wameweka hapa. Wametoa hapa, wameweka hapa. Itaonekana yote iko hapo. Kwa sababu tumesema sasa jamaa tayari wameiba ushindi wetu. Wanaenda pale kutawala. Wanatawala kidhuluma watu wetu. Wale wa commissioners ambao walisimamia ukweli sasa ndio wanateswa. Wanafutwa kazi. Tume iliweka pale bandia. Jana umeona wametoa uamuzi. Sasa yule mama Masit amefutwa. Kazi ambayo walisomea hii yote kina CIPK ndio sasa wanainuliwa. Tumesikia kwamba CIPK anataka awekwe kama jaji ya mahakama ya rufaa. Jaji Court of Appeal. Tunaona vizuri. Sasa yale tunasema ni tunataka Kenya mpaka itawaliwe kwa njia ya kidemokrasia. Tayari sasa wako katika harakati ya kuunda tume mpya ya uchaguzi. Na wameweka jopo ambao ni yao, rafiki yao. Kwenda kufanya hiyo. Hiyo ni kuanza kufanya rigging ya uchaguzi wa 2027. Kutakuwa na haja ya mtu kusimama 2027. Kwa hivyo Kenya wasipojitokeza wakati huu na waseme enough is enough, hakuna Kenya huko mbele. Kenya itakwenda njia ile ya nchi kama Cameroon, Central African Republic na kadhalika. Kwa sababu nimesema tutaongea na ndugu wetu Waislamu. Kwa yale yote ambayo tumesema hapo, atiwasimame imara. Na tukisema tukipiga firimbi ambayo tutapiga hivi karibuni, maana tulipewana notisi. Leo imebaki siku 6. Tutapiga firimbi. Na tutasema takbir. 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 Nataka nione Waislamu kama wanajimiminika wanatoka njiani na tunatembea pamoja. Tutakuwa tayari. Tumesema hatuwezi kutishwa. Tunafuata sheria. Fungu 37 ya katiba yetu inaruhusu wa Kenya kufanya kitu ambacho inaitwa picketing, procession, demonstration and striking and petitioning. Yale yote ni vifaa tuko nazo za kupigana hii maneno. Na tukisema tunatoka na tutakuwa mpaka tupate haki yetu. Tupate. Mko tayari? Mko tayari? Kama sasa hivyo, mimi nataka mmoja wenu ambaye anaweza kusoma aje hapa asome resolution yetu ya mkutano wetu. Nani? Can you read this? Can you read this? No, that's all. Your Excellency. Come on. So thank you. Resolution of meeting of CIPK and Azimio la Umoja. We join all Kenyans in demanding immediate steps to address the deteriorating state of economy and to arrest the escalating cost of living. In particular, our members are deeply worried about rising costs of school fees, electricity, fuel, unga, and other things, and view the withdrawal of previous subsidies as reckless, heartless, and irresponsible. The subsidies must be restored for the sake of suffering Kenyans. We condemn in very strong terms and totally reject the ruling of Supreme Court of Kenya on the alleged rights of LGBTQ community, which ruling amounts to a usurpation of role of Parliament to make laws that
that are consistent with the ideals, culture, and traditions of our people. Consequently, we call upon our houses of parliament to seize themselves of this matter and stop this invasion and erosion of ways of life and traditions by traditions that are strange and unacceptable to us. We condemn and reject the emerging pattern of victimization, intimidation, and sacking of public officers on account of having served in the previous regime. We equally condemn and reject the pattern of ethnicization of the public service through which all the appointments of which key appointments are made in favor of one ethnic community. We equally oppose, reject, and condemn statements by Mr. Rigathi Gachagua that Kenya is now a private company with shareholders. These developments go against the Article 10 of our Constitution that decrees inclusiveness and equality as national values and the provisions of our Bill of Rights that bar the state from discriminating directly or indirectly against any person or on any ground, including race, ethnic and social origin, religion, conscience, belief, culture, and language or birth. We condemn and reject the corruption of our judicial system that has seen pending cases, including murder and economy sabotage, being withdrawn against the state powerful officers at the instigation of the executive. They are worried about electoral systems that don't seem to deliver results that can calm the nation. We find the solution in which investigators and prosecutors are closing ranks to be extreme because it obstructs justice for the powerful while the poor and powerless are forced to face the law. We encourage Kenyans to continue to coexist and resist attempts by a section of our leaders to divide us along ethnic and religious lines and continue living together as brothers and sisters, united in worship of one God, regardless of our faiths, ethnic background, and regions of origin. Given the central role of IEBC as the referee of our elections, and with the memories of 2007 election violence still with us, we reject the moves by the Kenya Kwanza regime to single-handedly pick the new commissioners of the IEBC. The exercise must be done in consultation with other players and stakeholders. In light of the revelations by the IEBC whistleblower on the conduct of 2022 elections, the calls for opening of the IEBC servers and an audit of the 2022 election by an independent and reputable firm be heeded in order to bring a complete closure to the 2022 election chapter and put the country on the path to credible elections in future. 8. We share the belief that only a legitimate government that is elected by the people and enjoys confidence of the people can put people at the center of its agenda and work for the welfare of the people. We believe we have to tackle head on the menace of electoral fraud because it has a direct impact on our lives. Lastly, it is our understanding that the issues raised here are urgent and need to be acted on now, and that we shall not hesitate to support other steps, including a resort to people's power to realize the objectives should Kenya Kwanza fail to act. Thank you. Sasa msikia? Simsikia? Eh? Kwanza kuna kijana mmoja aliongea na mimi kwa Kijaluo. Takwambia aliongea Kijaluo safi sana. Sanifu kabisa. Asante sana. Sasa nataka kuuliza nyinyi katika lugha ya Kibunge, kama mnakubaliana na yale ya resolution ambayo zimeandikwa hapo. Sawa? Kama mnakubali unasema aye, na kama mnakataa mnasema nay. Sawa?
Salamu alaikum ikhwani. Mkutano wetu ni wa CIPK Nairobi. Nataka tu make very clear. Uamuzi wetu ambao tunauchukua hapa ni wa CIPK Nairobi. Japokuwa si national wide, lakini wa CIPK Nairobi. Na ndio tumeona njia inafanya nini? Inayofaa. Kwa hivyo huko nje watu wasiingilie watu wengine watu kwamba it's a national issue. No, it's CIPK, we as Nairobi County. I just wanted to make that clear because we have tumeamua kwenda much way far na baba. Okay. Shukran. Hii hapa viongozi wa Islam wakikutana na viongozi wa Azimio hapa siku leo wameongea, na hii resolution ambayo imesoma hapa ndio matokeo. As many as of the same opinion say aye. As many as of the counter opinion say nay. The ayes have it. Nafikiri tumemaliza awamu hiyo. Nimeombwa kwa heshima Your Excellency tupate picha. Hawa watakuja hapo, wewe keti mahali ulipo. Viongozi watakuja sehemu ya chini, tupate picha kwa pamoja. Kwa hivyo tusalie tu kwa viti vyetu. Tusalie kwa viti vyetu wakati viti vya viongozi vinapangwa